Kiongozi wa sekta ya Tanganyika, jambo. Jambo. Jitambulishe. Mimi ni Mioba Kano Msaba Mtembea Gedeon, mkuu kiongozi wa sekta ya Tanganyika. Naam, kiongozi, siku zilizopita na miezi iliyopita kabisa ndani ya kijiji cha Mboko kumesikika kuwa na usalama ambao ulikuwa ni mzuri kwa raia wa eneo la Mboko. Nini ambayo ilikuwa ni chanzo sana cha kukosa kwa usalama huo? Unajua mwandishi habari kwamba tangia vita vya M23 vizuke na kukamata mji mkuu wa mkoa wetu wa Kivu ya Kusini, wanajeshi wetu wa serikali walikuwa wakikimbia mapambano, na wakati walipofika Mboko walikutana wazalendo wakawapokonya masilaha, na ile kaleta usalama mdogo katika raia kwa mji wa Mboko na kando kando. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu, maana ule usalama mdogo ambao tulikuwa tukiona mara kwa mara unaanza kuwa unaboreshwa kidogo kidogo. Na habari zilisikika mitandaoni kuwa kuna askari wa kijeshi ambao walizuiliwa, na kuna gari hata pia boti ambazo zilizuiliwa za askari wa kijeshi kusema kwamba zisiegeshe kijijini Mboko. Je, hiyo ni kweli? Ndiyo, haikuwa boti, ilikuwa bato zongo. Bato zongo ilikuja, ilikuwa na wajeshi unité Fuma Bamarin. Na wakati walipofika hapa, mimi binafsi kama vile mkuu wa sekta sikukuwa na taarifa yoyote. Mkuu wa kijeshi Colonel Makelele pale Fizi hakukuwa na habari yoyote. Tumeshituka tu wanajeshi wanakuja wengi, wanashuka kule bandarini, wanapanda mpaka hapa ofisini kwangu. Nilipowauliza wakasema kwamba sisi tunatumwa hapa, tunakuja kuacha baadhi ya wanajeshi wa Fuma, yaani wale wa Mare, na tutadeployer wa soda kuanza kule Uvira Kopera mpaka Yungu, na hivi tuko tunaenda tunaacha wajeshi. Lakini sasa kulikuwa kutokuelewana na wanajeshi wa kizalendo ambao tulikutaniwa nao hapa, na pale walianza kufanya makelele wale wanajeshi wa kizalendo. Nimeita kamanda ya Kutumba kumwambia kama hapa tunapokea wanajeshi unité Fuma wa Mamare, tufanye namna gani? Kasema hapana, nipatie kamanda wa wazalendo ambaye yuko hapo. Tukapatia yule kamanda, wakazungumza naye, basi mambo ikawa shwari. Lakini sasa wale wa koloneli wawili ambao walikuwa nasindikiza ile unité Fuma na majoro umoja wakasema hapana, sisi tunaenda kwanza huku kuacha wanajeshi huku, alafu tutarudia baadaye. Hatuwezi acha wanajeshi kwa klima ya hivi. Ni vile ilikuwa. Na ikiwa walienda, je, walirudia kwa mara nyingine tena au bado mpaka sasa hawajarudia? Kwa sasa hivi ile unité Fuma haijarudia, na ilipopita muda wa wiki mbili tuliona ingine unité ya infanterie inakuja imesindikiziwa na general, wakafika hapa. Walikuwa wengi na ni hao wajeshi ambao unaona wapo hapa nje. Wale wajeshi waliachiwa hapa, walisita wale wanajeshi wa wazalendo, wakawasikilizisha, wakawaambia kwamba sisi tunatumwa na serikali, tuikae hapa Mboko. Sisi ni wanajeshi wa serikali, tutaikala na ninyi vizuri, tutatumika na ninyi vizuri. Na kwa muda huu wanakuwa karibuni mwezi mzima wako hapa, hakuna tatizo yote, wanatumika na wazalendo vizuri, wanaikaa na population vizuri. Kiongozi, hapo panakuwa kama na hali ambayo inakuwa na mtafaruko fulani, kusema kwamba wazalendo wakubali jeshi la serikali wakiwa wa unité Fuma, wawakatae na wakubali hao ambao wanakuwa ni wa infanterie. Wewe kama kiongozi unatathmini jambo hili namna gani? Mimi nimepatia wale wanajeshi wa kizalendo sheria, maana wale wa unité Fuma walikuja hawakuniarifu mimi kama vile mkuu wa sekta, hawakuarifu kamanda ambaye yuko hapa sur place wa wazalendo, hawakuarifu hata mkuu wa kijeshi ambaye anaangalia zone territoire ya Fizi yote,
habari. Kwanza alikuwa kwenye alikuwa anapita, alikuwa anatoka Uvira, akasikia kwamba wanajeshi wako hapa. Akasimama hapo na gari, akaingia. Wanajeshi wengi walikuwa nje, wakuu wao tulikuwa nao ndani ya ofisi. Alipoingia hapa ndani ya ofisi akauliza, "Ninyi mnakuja hai na sisi hatuna taarifa?" Wakasema hapana, wakubwa zetu wametutuma na tunajua kwamba wamekwisha kuambia. Tukasema sisi hatujui. Ile ilikuwa sababu mojawapo ya wazalendo kukataa. Hata na mimi sikufurahia kwa kitendo kile, kuja bila kutuarifu. Basi kwa busara wakasema hapana, twende kwanza, baadaye tutarudia. Sasa hivi ili unité FUMA haijarudia, lakini unité infanteri ndio tuko nayo sasa hapa. Na kutokana na kuwepo kwao kwa sasa hapa mjini Mboko, usalama uko namna gani? Tangia wafike nafikiri walipiga masase mara pili, na wale wajeshi wao ambao walipiga masase wako ndani ya prison, na kila siku wanapigwa fimbo. Wako ndani ya prison ya polisi hapo chini, kila siku wanapigwa fimbo. Yaani kwa sasa hivi usalama uko free, hakuna tatizo kabisa. Lakini leo ndio nimesikia kwamba wanajeshi walikuwa na jaribu kukamata telefone ya wavijana usiku ma 19h, kuvua wavijana manguo, kuangalia machanjo kama wapo wa majimaji. Sasa hiyo ni kitu ambacho tutakemea sana kwa Conseil de Sécurité ambacho tutafanya hapa usuni. Na ujumbe wako kwa raia wote wa sekta ya Tanganyika ni upi kutokana na usalama huu ambao umerejea kuwa mzuri ndani ya kijiji cha Mboko? Ujumbe wangu kwa raia wa sekta ya Tanganyika ni kwamba wapokee wanajeshi wa serikali vizuri, waishi nao vizuri. Wao si wako wa M23 na kama vile wako nasema hawa ni wa M23 na kuja, wao si wa M23, wao ni wanajeshi wa serikali, wanakuja kulinda raia na mali zao zote. Na ninaomba wazalendo watumike nao vizuri. Wazalendo wenye wako Lweba, wazalendo wenye wako Lusenda, wazalendo wenye wako Mboko, wazalendo wenye wako Swima, wazalendo wenye wako Makobola, tunawaomba watumike na wanajeshi wa serikali kwa usalama, na raia pia nayo itumike, ikae na wanajeshi wa serikali kwa usalama. Na tunatoa ujumbe pia kwa wanajeshi, wasilete ile makama nguvu yao kuanza kuvuana manguo, kuanza kunyang'anya matelefoni, ili itaweza leta tena usalama mdogo zaidi katika sehemu ambazo wapo ndani.